Grupu lako la damu ni grupu gani? Wangu ni positive. Unasema kama sio miaka 6, miaka 5. Changamoto zipi hasa tofauti na hizo za kizunguzungu na ganzi? Zipi zingine ziko zinakusumbua? Kuwasha. Ilikuwa mwili kuna wakati unawasha. Na kilo zako zikipungua kwa kiwango gani au zikizidi kwa kiwango gani? Kilo zangu actually ziko constant. Nilipokuja ile siku ya kwanza kupima ilikuwa ni 64. Leo nimepima ni 63.8. Kwa hiyo naweza kusema ni kwa ile inawezekana kwa mavazi niliyovaa au nilikula labda huo. Lakini hazijashuka sana. Ganzi imekusumbua kwa muda gani? Kuna wakati tuseme mwaka huu. Mwaka huu na ndo nilipoanza kusikia sana. Ndio kidole ilikuwa kinashindwa hata kukunja. Na hisi tu mwenyewe. Alafu nikitaka kuvaa kwa mfano socks. Nilikuwa nimezoea naweza nikasimama hivi. Nikavaa bila kuumia. Lakini nilianza nikitaka kuvaa siwezi kufika hivi. Mpaka nipate support nikae ndio nivae. Lakini sasa hivi nilianza nikavaa bila shida. Kwa hiyo wewe umetumia kwa muda wa siku ngapi? Dawa. Siku 14. Siku 14. Kitazama mafanikio ya siku 14 na mafanikio na huko nyuma unapimaje? Kidogo naona kama nikiendelea kumaliza dawa. Inaweza kuwa ni mazuri. Inaweza kuwa ni mazuri. Kwa ratiba tu kwangu ndio niliona complicated. Yaani nimeweza kuimudu. Naona naweza kufanikiwa. Unaona unaweza kufanikiwa. Na kichwa kikiwa kinauma sana. Kijani umetoka nimetumia najua leo. Yaani kichwa kiko kinakuuma kwa muda gani? Yaani inaweza kufika tu muda fulani. Kichwa kinauma sana. Sasa nilipoenda hospitali wakaniambia tatizo la BP. Sababu BP ilikuwa inapanda. Akasema ni changamoto ya BP. Wakanipa dawa. Sasa hiyo dawa huwa natumia. Na natakiwa tarehe 9. Nimuone specialist. Kwa ajili ya check BP. Kwa hiyo asubuhi unaponiambia ninywe maji kwa hiyo nisaidia pia naamka hiyo napata kidonge kimoja cha BP. Dawa za BP umeanza kuzinywa lini? Sio muda mrefu, kama mwezi wa pili sasa. Na mafanikio yako kwako yalikuwaje? Nilipozitumia zile dawa BP ilirudi. Ikawa iko 124 kwa 90. Lakini mwanzoni kabla ya kuzitumia zile ilikuwa 149 mpaka 52 kwa 105. Na kichwa kilikuwaje? Kichwa kilikuwa kinauma. Kwa BP imerudi lakini kichwa kikawa kinaendelea kuuma. Kichwa kilikuwa kuna wakati kinauma. Wakati kinatulia. Na wakati kinatulia BP ilikuwa vile vile au imepanda wakati ilikuwa iko vipi? Sasa hapo bahati mbaya ilikuwa hujafanya vipimo. Ni vitu vingapi hasa ambao unaona kwa siku 14 ambazo umetumia 4A9 imekaa sawa? Of course ni viungo, ile hali ya kizunguzungu ambacho na wakati nilianguka kabisa mke wangu hapa ndo alinisaidia. Kabisa ilikuwa ni faint. Kupoteza hata ile fahamu. Kupoteza fahamu. Sio kama ulipoteza fahamu. Mimi sio nilikuwa nakuona.
Awe mkewe. Yeah. Wewe unaweza kunihadithia vizuri zaidi kwa sababu tutakuwa ndio unamuangalia mmeo. Nipe maelezo ya kina. Siku hiyo ameamka usiku. Sema alikuwa anahisi tumbo kama linavuruga. Akaona ngoja niende toilet. Sasa ameenda toilet. Nenda kwa mbali. Nasikia kama kuna mgongano. Nikaamka. Vipi? Sasa nimekuja tu kumwangalia hivi ndo amejikokota. Mlango achoko kwa hivi akasimama kama kwenye kona vile pale ndo anaenda hivi chini. Mimi nikaruka kitandani. Nikaenda kumdaka, nikamlaza kitandani. Pale najaribu kutikisa hivi. Yaani yuko mbali. Baadaye feni ilipopepea. Nami nikawa tu namtikisa mwili ule. Nampushi hapa kwenye nani, kwenye kifua, namshindia. Baadaye akaanza mimi vipi unajisikiaje? Kwani imekuwa? Nikamwambia huyu hakuwa kwetu sasa hivi. Baada ya hapo nikamwambia bwana, mimi nafuatilia Dr. Psi. Ni afadhali kama unashauriwa kwamba ukaanze kumeza vidonge na wakati muda mwingi uko unajitahidi kukupa diet ili vile vidonge usivitumie. Naona twende kwanza kule ukapate shiba za kule kwanza. Ndio nikakosana naye, kaenda naye. Okay. Alipopima tu ulipata taarifa kwa mumeo ana tatizo 1, 2, 3. Mimi nilijua na tatizo. Na mimi mwenyewe kuna kijana wangu daktari, kwa hiyo vipimo hivyo nani ninavyo. Na mimi nikampima. Nikamwambia itoshi. Ndio hospitali. Hapo unaweza kusema vipimo hivi vya nyumbani, maji haya ya nyumbani. Twende hospitali. Kupima nako ikaonekana kesi. Siku 14 hizi ambazo katumia dawa, ukimtazama inakupa taswira ipi? Inakupa picha ipi? Ninavyomtazama sasa hivi. Sasa hivi ana nguvu. Maana kuna muda alikuwa anajisikia uchovu. Yaani mwili unachoka. Lakini sasa hivi namuona kabisa ana nguvu. Okay. Kizunguzungu anasema kimekata, sasa hivi anaweza kuvaa soksi mwenyewe na kichwa kimekata. Kingine kipi ambacho ulikuwa unakiona ambacho akikuwa yanageuka mekundu? Sasa hivi yamerudi. Yaani macho, yaani wewe vipi macho mekundu kabisa. Yaani hii rangi nyeupe inageuka inakuwa nyekundu. Namuuliza vipi macho yanauma? Hayaumi. Nikamwambia hilo jicho umeliona lilipo. Lakini tangia ameanza sijaona hayo macho yamegeuka yanakuwa mekundu. Okay. Sawa. Piga picha hii kipimo. Sawa, mimi nadhani tu kwa damu yake ilivyo tusikae siku 14, tukae wiki. Sawa. Ili nione tuweze kushauri ili aweze kupata mafanikio ya haraka. Tumefika nusu, lakini tungekuwa tumecheki mapema ningetoa ushauri tungeweza kwa siku 14 tuwe tumemaliza au tuwe tumesogea kwa 90%. Kwa hiyo ningeomba baada ya wiki tungeonana. Kwa hiyo wewe sasa, kwa sababu ndo mkewe, ni vizuri sana ukawa unakariri mwenendo wake. Kwa hiyo kija utanihadisia vizuri ili nione na shauri nini tuweze kumaliza mapema. Asante sana. Basi vitupe tu.